anatuondolea upweke. Mstari wa 18, mstari wa 18, Yesu anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Roho Mtakatifu, uwepo wake kwetu, anatuondolea upweke. Haijalishi uko kwenye mazingira gani, haijalishi unafanya nini, haijalishi unapita kwa kitu gani, lakini Roho Mtakatifu anakuondolea upweke. Jamani, haleluya! Maana kuachi kuwa yatima. Hamna kitu kibaya kuwa yatima, maana huna mtu kwa kumlea wako, huna mtu kumwambia shida zako. Mtakatifu yeye Mungu anakuwa nako, una kila sababu ya kumwambia tatizo yako, naye akayasikia. Jamani, haleluya! Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako ni ahadi ambayo Yesu amekuwa amefanyaje? Ameahidi kwetu, kila mtu atakayemwamini, kila atakayemwamini. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, haleluya! Kwa hiyo wewe sio yatima. Mtu yeyote aliyemwamini Yesu, yeye sio yatima. Lakini kama Roho Mtakatifu hayuko ndani mwako, ambaye ndio mfariji wako, utabaki kuwa na maswali, utabaki kuwa na fadhaa, maana huna matumaini, huna pokukamata. Nataka nikwambie, hata kama wote wakuache, Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, wewe sio yatima. Jamani, haleluya! Watu wote wakuache, wote wakuambie, Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, hiyo ahadi ya kweli ni kwamba wewe umempata wako. Maana yeye anaitwa ni msaidizi, yeye ni mfariji, yeye ni wewe sio yatima. Hebu sema mimi sio yatima. Yaani hata kama wote wakuache, madhari Roho Mtakatifu kuna mahali pa kumweleza mtu yule ambaye yale kwa akili zako haziwezekani. Jamani, haleluya! Tuko pamoja? Sio yatima. Jamani, amina. Lakini jambo lingine, ahadi ya Roho Mtakatifu kwetu, tunakuwa hai. Jamani, haleluya! Tunakuwa nini? Hai. Ule mstari wa 19, mstari wa 19, Yesu anatoa ahadi hii. Anawaambia wale thenashara, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai na ninyi mtakuwa hai. Haleluya! Hakiwezi kusema